Mzidole kwangu ni mtoto mdogo na bado asumbui. Na kuhusu Molini hata kwenye kinyonga changu ajai, maana Molini ni kama yai, tena yai lenyewe ni broiler, ni kiini kidogo ambacho bado kina majimaji. Kwa hiyo nini kinafuata baada ya kukidhibiti hichi kimvuli? Hapo bado hatujakidhibiti kivuli. Wewe unafikiria watakaa kimya kwa hiki ambacho nimekifanya? Ashara, unaonaje mimi niende nikamaliza nao kabisa? Maana ule mshenyento na mlambisho wa ule pipi ya kijiti nahisi haujawatosha. Nipe mimi nikawashenyente nikawafinye kenge wa blue wale. Hapana, liache kama lilivyo na wasubiria hapa. Najua watakuja, ndio hapo hapo watajua hawajui kuwa Ndabirenze ni nani. Hivi kwani kati ya Mzidole na Morin wana uhusiano wote ule mpaka wameamua kushirikiana? Kwa usichokijua, wale wote ni watoto wa mzee Mazinde wa Mazinde. Ila tu mama zao ndio tofauti. Ipo hivyo, hauna haja kushtuka. Waache waje ili wailete hadithi kamili ya kilichomkimbiza Mazinde kwenye huu mji. Mimi ndo Ndabirenze. Mti mkavu ambao hauchimbwi dawa. Narabuku. Wala hatuna haja ya kufanya haraka sisi. Wewe jua tu kwa muda huu, kwa akili yake atazani kwamba tutaenda. Ni sawa. Na vipi kama wataamua kukichukua kivuli chake na kutaka kukipeleka nje ya huu mji? Kuna kitu gani mmenificha kuhusu kifo changu? Natani ni hadithi hapo. Wambona nao nkunda tobo. Udije? Hadithi ya mboa. Ungejaribu kufunga hilo domo lako ili tuweze kukusaidia. Nisaidie nini? Mngekuwa na nia kunisaidia, mngenieleza kwanza kuna nini kinaendelea juu ya kivuli changu. Odi. Odi. Habari yako? Nzuri. Karibu. Asante. Nilikuwa na shida na mjomba wako Mzee Libwembwe. Kwa nini unakuja kumuulizia hapa? Na ikiwa unajua kabisa nakopatikana? Nimefika mpaka nyumbani kwake, ila nimeambiwa na majirani zake kwa kasafiri. Sasa nikaona nije hapa kwa mpo wake ili nimuulizie na kuthibitisha hizo taarifa.
Mjomba amesafiri. Sasa atakuwa ameenda wapi? Ningekuwa najua alipoenda, sidhani kama ningekuja hapa kukuulizia na kutaka kupata uthibitisho wa hiyo safari yake. Basi sawa, tuachane na hayo. Ulikuwa na shida gani naye? Mwanzo alitupatia kazi ya kwenda kufukua kaburi la mume wako Kakoso, na tulikuta kipande cha mgomba na hiki kitambaa, ila tulikisahau. Sasa alinituma pia na hiki nikakichukue. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe ndio ulienda kufukua kaburi la Kakoso na ukaukuta ule mgomba? Ipo hivyo. Mzidole. Naitwa Mzidole. Oh, Zidole. Mimi ndio King. Ukiniita Mzidole mwana wa Mazinde utakuwa upo sawa pia. Nisikilize Mwajuma, binti Kazumari kutokea Buza. Unachokitafuta utakipata, na labda nikushauri kitu tu. Kaa mbali na huu mpango, maana utajiingiza kwenye shida ambayo hakuna mtu yoyote anaweza kukusaidia. Ni sawa Atamba, maana upo kwenye kilinge cha taarabu. Ni muda wako wa kusasambua. Kwangu wewe ni mtu mdogo sana, na hata nikikupima kwenye kiganja cha mkono mmoja hautoshi, hivyo hauwezi kunisumbua. Hivi unajua ni kwa sababu gani mzee wako mzee Mazinde alihama kwenye huu mji? Acha nikujuze, Ndabirenze huwa acheki na yoyote yule, ikiwa tu utataka kusimama kwenye mipango yake. Ndabirenze. Narudia tena, naitwa King Mzidole mwana wa Mazinde. Ukiniita mkono wa Buza utakuwa upo sawa pia. Sasa kama unataka kunijua mimi ni nani, endelea kukaa karibu na kivuli cha Kakoso. Mzidole huwa na tabia ya kucheka na watoto na washagali akateleza. Zungusha roundabout, nipe mzuka ji akili yangu bwana, sante mnyayusho. Nikiona gombea basi mguu wenyewe unanyoka, ila tuachane na hayo. Yule baba yule atawafanya vibaya. Yule ukisikia anasema amitofo kono la Buza,
au ukisikia anasema Mzidole, Mzidole, apwipwipwi, au ukisikia anasema kushkatiba, kata mandiba, ya kill, ya ua. Ondoka. Vipi mzee mwenzangu, nimekukela, nimekuuzi na labubu. Narabuku, toka! Hakuna baya, chiziwe. Mwasi, mke wangu, mpaka sasa bado sijajua nini kilitokea katika maisha yangu. Kwanza, ni nani aliyekuwa mtu wa kwanza kuleta taarifa juu ya kifo changu? Ni rafiki yako Mbwela ndio alikuja kutupa hizi taarifa, na baada ya hapo tulifunga safari hadi mjini, na kweli tukakukuta huko Monchwari. Na alidai nilikuwa nasumbuliwa na nini? Kiukweli hakusema chochote, ila alidai alipata taarifa kuwa umezidiwa sana. Na baada ya mazishi yangu, nini kiliendelea kati yako wewe na Mbwela? Unataka kumaanisha nini? Wewe na Mbwela mko vipi? Samahani mume wangu, najua hadi sasa nitakuwa na makosa, ila kwa kipindi kile nilikuwa sina jinsi, kwa sababu Mbwela ndio aligeuka kuwa faraja yangu. Naomba unisamehe mume wangu. Kwa hiyo na mahusiano na Mbwela? Kama Mbwela aliweza kuanzisha mahusiano na wewe kwa muda mfupi sana baada ya mazishi yangu, basi inawezekana Mbwela kuna siri kubwa sana anayojua juu ya kifo changu. Hii ndoto ina maana gani? Na kwa nini Mbwela? Sio ndoto, ni taarifa muhimu. Taarifa muhimu? Inahusu nini? Jana usiku Mzidore amemfikishia taarifa Mwasi kwa njia ya ndoto juu ya kifo cha Kakoso. Nini madhara ya hicho alichokifanya? Ni Mwasi kujua ukweli juu ya mteja wako Mbwela, na huenda ukamweka Mbwela kwenye nafasi mbaya sana. Asharara. Ila hilo mimi lipo ndani ya uwezo wangu, nalimudu mimi mwenyewe, kwa hiyo isikupe shida. Unadhani ni rahisi kiasi hicho? Mpango wao ni mkubwa sana, na tena wana mpango mwingine ambao ni hatari zaidi. Upi huo? Ni kumrudishia kumbukumbu Kakoso na kujua kila kitu kinachoendelea kwa Mbwela, na hapo tena hatutoweza kufanya kile ambacho tulitakiwa kukifanya. Lakini wewe ulisema kwamba Morini na Mzidole ni watoto wadogo sana kwako. Vipi wanafanya vitu ambavyo vinaweza kukwamisha hii kazi na unawaangalia tu? Mimi nadhani labda itakuwa ni ndoto. Sio ndoto Tashi. Hata mimi mwanzo nilijua ni ndoto, lakini nilipoamka kutoka ndotoni nilimwona Kakoso mbele ya macho yangu,
na alidai kuwa ile ilikuwa ni taarifa. Sawa, acha nikubaliane na wewe. Kakoso baada ya hapo alielekea wapi? Alifungua mlango na kutoka au ilikuwaje? Kiukweli sijui nini kiliendelea baada ya hapo. Baada ya kuamka asubuhi, mlango ulikuta upo wazi au? Ukitaka kumaanisha nini? Usilidai baada ya kutoka ndotoni ukamwona Kakoso yupo pembeni. Baada ya hapo sasa, Kakoso alifungua mlango na kutoka nje au alitoka kichawi? Kiukweli mimi nilipoamka asubuhi nilikuta mlango umefungwa. Hivyo kwamba aliingia wapi au alitoka vipi, hapo mimi ndo sielewi. Achana na hiyo. Hiyo ni ndoto tu. Ni vile anavyomwaza sana Kakoso na kuanza kuongea naye kihisia. Kuongea naye kihisia? Kivipi yani? Kuna nini kilitokea kwenye maisha yangu? Na mbona kila napotaka kukumbuka vitu nashindwa? Morin ni nani? Na anajua nini kunihusu? Kabla ya haya maisha ninayoishi, nilikuwa naishi wapi? Na nimefika vipi nyumbani kwa Morin? Habari yako kaka? Samahani. Kwa jina naitwa Ramso Steven. Kuna vitu navijua kukuhusu. Yaani maisha yako kabla ya kifo chako. Unaweza niruhusu nikuhadisie japo kwa uchache? Ndiyo, unaweza. Maana hata mimi nahitaji kufahamu hiyo. Kiufupi, hapo ulipo wewe ni maiti unayetembea. Ila wewe na Morin mtakuwa mnahusika kwenye kifo changu cha miaka 7 iliyopita. Kwa nini unataka kuniambia siri ya kifo changu alivyokuwa akaondoka? Nikuvona ari kama mtu mnikuvuriki kia ndaje dija hako dindi enongatani nani hadithi hapo hapo. Taarifa. Mimi kama Dr. Kakoso nimeamua kuipa idhini kampuni ya Umoja Movie kwa sehemu zote ambazo zinajihusisha na uuzaji wa kazi zangu au uonyeshaji. Lakini pia kwa wewe ambaye una library na unafanya kazi ya kuuza kazi zangu, pindi kampuni ya Umoja Movie itakapofika, basi nilikuwa naomba uweze kuwapa ushirikiano kwa kuweza kusikiliza maelekezo na kisha kuyafuata. Na mimi mnatusapoti, lakini ukitii sheria utakuwa umetusapoti sana. Filamu zote zinazorushwa katika channel ya Dr. Kakoso pamoja na channel yangu ya Super Genius, zote nimeamua kuikabidhi kampuni ya Umoja Movie ili kuweza kusimamia kazi zangu. Tunawapenda, tunaomba support yenu.